Jambo la tatu ambalo ni hoja ambayo inatumiwa na watu wengi wanaoishambulia sikukuu ya Krismasi sasa ni historia nyuma ya tarehe 25 Disemba, kwamba kwa nini kati ya siku zote na tarehe zote hawa mababa wa imani wakiwa na akili zao timamu wakaamua kuadhimisha tukio la kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 Disemba. Sasa tarehe 25 Disemba ingekuwa ni tarehe nyingine yoyote ile, nafikiri huu utata usingekuwepo, ila tarehe 25 Disemba imefanya sikukuu hii ipite katika kipindi kigumu kwa sababu ya historia nyuma ya tarehe 25 Disemba. Tarehe 25 Disemba, ndugu mtazamaji wangu, hii ilikuwa inahusishwa na sikukuu ya kusherehekea kwa kuzaliwa kwa Mungu Jua asiyeshindwa, Mungu Jua asiyeshindwa. Sasa haya ni mambo ya kijiolojia, mambo ya hali ya hewa. Kaskazini mwa dunia, tunaita Northern Hemisphere, ambayo ni sehemu kubwa ya dola ya Rumi ilikuwa inapatikana Northern Hemisphere. Inapokuanzia tarehe 17, uwiano kati ya nuru na giza unaanza kupishana. Mungu aliumba nuru masaa 12, giza masaa 12. Wetu mbona nisikiliza, ambaye ni Tanzania, kuna wakati unaona kabisa ikifika saa 1 hivi ni kama bado saa 12. Sisi mara nyingi tunaishia hapo, na kule kwa wenzetu Kigoma unaweza kukuta mpaka inafika saa 2 ndio unaosi kama ni saa 12:30 hivi. Sasa kule Northern Hemisphere, kipande cha kaskazini mwa dunia, ile nusu ya juu ya dunia ya kaskazini, hali ni zaidi ya hivyo. Kuna hiki kipindi kikifika, wenyewe wanakiita winter solstice. Ni kipindi ambacho kikifika unakuta kipindi cha jua, nuru kinaendelea kupungua taratibu. Kwa muda mwingi sana ulikuwa ni giza. Kwa hiyo inaenda kwa tarehe 17, inaenda mpaka kipindi ambacho jua linaonekana kwa uchache sana. Hapo unazungumza kwenye tarehe 22, tarehe 23. Alafu baada ya hapo sasa ndipo sasa jua linaanza kurejea katika vipindi vyake vya kawaida, na uwiano kati ya nuru na giza, yale masaa ya mchana na usiku yanaanza kurejea katika ule mgawanyo wa kawaida, masaa 12 kwa masaa 12. Sasa wenyewe wakaazimisha tarehe 25, wakaiweka maalum kuazimisha kwa habari ya kushinda kwa Mungu Jua, wakiwa na maana hii kwamba jua lilimezwa na giza ambao ni uovu, jua likapambana, na baada ya kupambana ndio likatokea tena. Wenyewe wakawa wanaliita ili tukio the birth of Invictus Sun. Invictus ni lugha ya Kilatini, ina maana ya unconquered kwa Kiingereza, ambayo kwa Kiswahili unaweza ukasema asiyeshindwa au mshindi. Ndio kitu ambacho walikuwa wanasherehekea hawa watu, na unaweza ukawaelewa kwa sababu jua linahitajika sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ikawa ni tukio kubwa sana ambalo linasherehekewa karibia katika sehemu kubwa ya dola ya Rumi. Sasa sikukuu hii ikawa inaambatana na mambo mengi ya kipagani, na kwa kiasi kikubwa pia sikukuu hii inaungamanishwa na dini ya Kibabeli. Yani chanzo chake ni kule Babeli, kati ya Nimrod mkuu, mke wake, hizi simulizi zinasema mke wake anaitwa Semiramis, alafu na mtoto wao Tamuz. Sasa Tamuz, huyu mtoto wao, ndio anafananishwa na jua. Kwa nyuma yake kulikuwa kuna mlolongo mkubwa sana wa dini ya kipagani, dini ya waabudu shetani. Sasa jambo hili ndio limefanya sikukuu hii iingie katika utata mkubwa. Kwa hizi ni hoja
tatu ambazo mtazamaji wangu zinatumiwa katika kuipinga sikukuu hii ya Christmas, na hasa hii hoja ya tatu ya kwamba kwa nini imewekwa katika sikukuu ya kipagani, ambapo hapo ndipo watu wanasema ya kwamba hatuadhimishi kuzaliwa kwa Yesu, bali tunaadhimisha Mungu wa kipagani. Na ndio maana wote ambao wanasherehekea siku ya Christmas wanaitwa wapagani, wanaitwa makafiri, wanaitwa watu ambao tayari wameshachukua chapa ya mpinga Kristo, yani 666. Sasa mwishoni mwa kipindi hiki nitakwambia kwa nini pamoja na haya yote bado ni sahihi kusherehekea Christmas hata katika tarehe hii. Nitakwambia mwishoni.